Watu wengi tunadhani kwamba tukiomba tumechelewa. No, usije ukafanya chochote kama hujaomba. Ndio maana Biblia inatuambia hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Ndipo na amani ya Kristo ipitayo akili za wanadamu. Kuna muda akili za wanadamu zinaishiaga hapo. So the moment umeomba nini kinatokea? Nakwambia, na amani ya Kristo ipitayo akili za wanadamu italinda vyema mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hiyo ni Wafilipi 4:6 mpaka 7. Tusijisumbue kwa neno lolote, kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru. I think nishavielezea hivi vitu vitatu. Na niliwaambia siku ile na kukumbusha tena. Kwani tunashukuru? Kwa sababu Yohana 1:5-14-15 anasema hivi, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba chochote sawa sana mapenzi yake, anatusikia, na kwa sababu anatusikia tayari tumeshapokea hayo tunayoomba. Sisi Wakristo huwa tunapokea kwanza before hakijawa revealed. Ndani yako kwanza, unakuwa nacho kwanza, na ndio maana ya neno imani. Umeona, faith is the substance of things hoped for, the evidence, ni ushahidi of things which are not seen. Umeona, kwa imani kabla haijawa chochote is a substance. Kwenye Amplified Bible anaweka kwenye bracket, anaandika hivi, is a title deed. Title deed ni hati. Ni kama mtu alivyo na hati ya kiwanja kiko Goba, yeye yuko hapa, au kiwanja kiko Lindi kule, yeye yuko hapa, lakini anakuambia kiwanja changu. Kwani ana hati inayoonyesha, ni ushahidi. Umeona, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa, ni baada ya mambo yasiyoonekana. Uyaoni lakini una uhakika kwamba you have them.